Basi usijisikie unyonge mdogo wangu. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Shemeji, mambo poa? Shemeji, vipi? Mbona umechelewa kiasi hicho? Samahani kwa kuchelewa shemeji yangu. Unajua tena mwezi mtukufu wa Ramadhani lazima ni pale nyumbani muandalie kaka iftari. Okay, sawa shemeji. Mimi nimekuita hapa na jambo nataka tuzungumze. Jambo gani tena lo shemeji? Mbona kama unataka kuniogopesha? Jambo lenyewe nililokuitia ni hili. Ni kwamba hivi ni kwa nini hujamshauri Kisoma akatafuta mbadala aje asimame badala yake kukuoa wewe? Ukakubali kabisa na wewe kukubali Kisoma nichague mimi. Hivi shemeji, ina maana unataka kuniambia kwamba wewe hujui kama mimi na mahusiano na dada yako? Kama itatokea siku umenimisimie, namba yangu ile ile naomba unipigie. Kama ukipata muda unitembele, si kwa ubaya ila hali tu nijulie. Nimeyakubali maamuzi yako, sitaki tena kukusumbua. Naheshimu sana penzi lako, sitaki kukuharibia. Mnapendana na bebi wako, paka wivu nasikia. Na misi sana mapenzi yako, tamani ungenirudi. Ndio shehe wangu. Samani, mimi naitwa Sheikh Abduri. Bila shaka wewe ndo Mr. Shazili, kaka yake na Aisha? Ndio, mimi kaka yake Aisha. Afadhali nimekukuta shehe wangu. Mimi nilikuwa napita pita hapa, nilikuwa naelekea msikitini, lakini nikakumbuka na barua ya kijana mmoja anaitwa Kisoma. Nadhani shehe wangu taarifa zake unazo. Natambua shemeji, kama wewe una mahusiano na dada yangu Amina, lakini sasa jaribu kunisaidia katika hili, maana mpaka mwenyewe Kisoma amekuchagua wewe. Jua kwamba amekuamini na amekuelewa. Naomba unisaidie katika hili shemeji yangu, sina namna. Shemeji, hili swali litakuwa gumu sana kwa upande wangu, tena litakuwa gumu sana. Na isitoshe unajua fika kabisa dada yako alivyokuwa mkorofi. Sio nikwambie, mimi najaribu kushauri jambo moja. Jaribu kumpigia simu Kisoma, mwambie kwamba hili swali kwangu limekuwa gumu, atafute mtu mwingine. Najua shemeji yangu kama dada yangu Amina ni mkorofi, lakini nakuomba shemeji yangu, niko chini ya miguu yako, naomba unisaidie. Mimi sina namna tena, ndio imeshatokea, ndio ishapangwa, siwezi kuipangua. Please shemeji, naomba unisaidie. Lakini sawa, yote kwa yote tuache. Mimi niko tayari. Kwa kuwa shemeji yangu umeniomba nifanye hivyo, mimi nitafanya. Ila ukisema nikukumbatie nitakukumbatia na nitakubusu. Kama utakuwa tayari hilo halina shida. Au unasemaje shemeji? Sawa shemeji, mimi nitakubali. Sasa mimi nitafanya nini? Mtu mwenyewe ndo kama hivyo yuko busy. Mimi nitakubali kwa kila kitu kitakachotakiwa kifanyike. Basi sawa, hamna shida. Ila zingatia hilo nilokuambia. Sawa, hamna shida. Sawa. Kuhusu Kisoma, taarifa zake ninazo. Aisha aishanipatia. Oh.
Kama taarifa zake wanazo, mimi hapa ujio wangu hapa nimeleta barua ya posa. Mimi ni mshenga wake. Oh, kama barua ya posa, niko tayari kuipokea, maana hilo ni jambo la heri sana. Shehe wangu, nashukuru sana. Barua nimeipokea. Mwambie kijana asiwe na shida yoyote, asiwe na wasiwasi. Mimi naamini mambo yatakaa sawa na sio muda mtapata jibu lilo sahihi. Shehe wangu, mimi nashukuru sana kwa kuipokea hiyo barua. Na nategemea majibu mazuri kutoka kwenu shehe wangu. Usijali shehe wangu. Haina shida kabisa. Mambo yatakaa sawa, utafurahi mwenyewe. Kama itatokea siku umenimisimie, namba yangu ile ile, naomba unipi. Amin. Vipi tena kwenye miti saizi? If Chidonja, kwa nini nilikuwa ni mtu wa kunidanganya kila siku? Mpenzi wangu, yaani kama sijaelewa, nataka kusema nini hapa? Kwa kila siku unasema utanioa, mpaka lini? Mpenzi wangu Amin, nilishakwambia kwamba bado kuna mambo nayaweka sawa. Yakikaa sawa, nitakuoa mpenzi wangu. Shida nini hapa? Lakini mpaka lini Chidonja? Amina, mimi ni kuahidi kitu. Katika wanawake ninaowapenda hapa kijijini, ni wewe peke yako. Na labda nikuahidi kitu kimoja. Sina muda mwingi. Baada ya mambo yangu kukaa sawa, mimi nitakuja kwenu na kukuoa. Mimi nishakuzoea kwa sababu hizo ndo ahadi zako za kila siku. Amina, unataka nizungumzie wapi ili unielewe kiurahisi? Tatizo umezidi kunidanganya, kila siku utanioa mpaka mdogo wangu anaenda kuolewa. Mimi nabaki nyumbani. Basi sawa. Mdogo wako anaolewa lini? Anaolewa tarehe 23. Tarehe 23. Basi Amina, mimi naomba nikuahidi kitu ambacho nahisi kitakufurahisha. Acha lipite la mdogo wako. Baada ya likipita mdogo wako, na wewe pia nakuja kukuchumbia na kuchukua kama wewe unasemaje? Na iwe kweli. Amina, nisikilize nikwambie. Tena narudia, wewe ni mwanamke ninayekupenda. Hakuna mwingine zaidi yako wewe. Na nitahakikisha nafanya wewe unafurahi. Likipita la mdogo wako tu, linafuata la kwako. Tabasamu basi nikuone mpenzi. Na usinidanganye. Sawa basi, tabasamu nikuone. Wow. Umependeza sana. Sasa sikiliza nikwambie. Nilipigiwa simu. Kuna kazi na bini kaifa. Then baada ya kazi, jioni nitakupigia simu, tutazungumza. Unasema? Sawa. Nakupenda sana. Sijui ni kweli atanioa ama anadanganya. Ila sasa acha nimsikilize tu. Amina, nimewaleteni hapa wadogo zangu kuhusu swala la Aisha, na mpaka sasa hivi naona mambo yameenda vizuri. Nimepokea barua kutoka kwa shehe, kwa hiyo nadhani muda sio mrefu Aisha ataenda kuwa mke wa mtu. Lakini sasa nimepokea taarifa kuwa Kisoma hatakuwepo kutokana na ratiba zake za kazi zimembana sana, kashindwa kupata nafasi, na mbadala wake
atakuja kusimama Chidonje. Chidonje? Ndiyo Chidonje, maana akaona ni mtu sahihi ambaye anaweza akasimamia majukumu yake. Kwa nini Chidonje kaka? Hakuna mtu mwingine wa kuja kusimamia hii harusi zaidi ya Chidonje? Mbona Chidonje anakuja tu hapa kusimamia, anamwolea mwenzake, shughuli yake ikiisha anaenda kwao na mdogo wako atabaki hapa. Kwani kuna shida gani? Hapana kaka. Sikilizeni niwaambieni. Hii haijakaa sawa. Ina maana Kisoma hana rafiki mwingine hapa kijijini zaidi ya Chidonje? Na kama nyinyi mtapenda asimamie hii shule, mimi shughuli hainihusu. Kama itatokea siku umenimisimie, namba yangu ile ile naomba unipigie. Kama ukipata muda unitembele, si kwa ubaya ila hali tu nijulie. Nimeyakubali maamuzi yako, sitaki tena kukusumbua. Naheshimu sana penzi lako, sitaki kukuharibia. Mnapendana na bebi wako, paka wivu nasikia. Namisi sana mapenzi yako, tamani ungenirudia. Sitaki kusema mengi, japo moyoni naumia. Mwenzangu anafaidi mapenzi unayompatia. Oh, namisi vingi, mapenzi unayajulia. Nimeichezea shiringi, masela wameikwapo. Kama mtamona naomba mwambie anirudie, anirudie. Tafadhali mwambieni anirudie, anirudie. Mwenzake bado sijamove, achane naye.